Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika channel yetu nzuri ya Powerful Insight of God, na leo tunaenda kujifunza kwamba iko nuru katika giza unalopitia. Kuna wakati kweli tunapita, unajaribu kufanya vitu haviendi, unajaribu kusukuma mambo hayaendi, unajaribu kutafuta pesa inakuwa ni ngumu, unajaribu kufanya huduma, unaona kabisa kwamba kuna vitu haviendi. Hizo nyakati kweli zipo na nimezitem kama nyakati za giza. Na leo nataka nikwambie kwamba katika kila giza unayoiona kuna nafasi ya kupata nuru. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, tunaanza na mstari wa kwanza, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na tena tupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Tunaona kabisa kwamba Mungu project yake ya kwanza sasa anaumba mbingu, anaumba nchi. Nchi inakuwa haijakamilika bado, lakini hata huko kukamilika bado tunaona kwamba giza limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji, kwamba kazi ya Mungu tu aliyoifanya tunaona kwamba kuna giza. Even kwenye maisha yetu sisi wenyewe tunaweza ukakutana na giza kwenye kazi, unaweza ukakutana na giza kwenye huduma, unaweza ukakutana na giza kwenye kitu chochote kile. Ni kitu cha kawaida, inatokea kwa watu wengi sana, kwamba unajaribu kufanya huduma, unajaribu kutafuta kazi, kila ukifika kwenye interview mambo hayaendi, kila ukifika kwenye interview mambo hayaendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna giza tayari limekaa hapo katikati. Unahitaji nuru ambayo hiyo nuru itasaidia wewe uweze kuonekana. Kuna watu wana vithibitisho vizuri vya kuwa na kazi fulani. Kuna watu wana vigezo safi sana ya kufanya kazi maeneo fulani, ya kufanya biashara fulani, ya kufanya huduma fulani, lakini inashindikana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna giza limesimama kati yako wewe na kile ambacho unatakiwa ukipata. Sasa nyakati hizi za giza ni nyakati ambazo wengi huona kama upendo wa Mungu umeshuka. Nataka nikwambie kwamba Mungu anakupenda vile vile. Hata kipindi unapitia magumu, bado upendo wa Mungu uko vile vile. Bado Mungu anakuhitaji vile vile. Bado upendo wa Mungu na neema ya Mungu iko vile vile. Bado jinsi ambavyo Mungu akikutazama, anapokuchukulia kama mwanaye ni vile vile. Ni wewe tu sasa bado kutambua kwamba kuna nuru katika hapa. Unaona kabisa kwamba Mungu mwenyewe kazi yake ina giza, na Mungu halaumu kutokana na kwamba kuna giza kwenye kazi yake. Mungu anachokifanya anasema iwe nuru, na inakuwa nuru. Kwa hiyo na wewe kwenye kazi yako, na wewe kwenye huduma yako, kwenye chochote ambacho hakiendi, nataka nikuambie kwamba unahitajika kutamka nuru ili nuru iweze kutokea. Unahitajika kuiita nuru ili nuru iweze kutokea, kwa sababu pasipo kuita nuru hautafanikiwa. Nataka nikwambie upendo wa Mungu bado mkuu. Ukisoma Biblia inasema ni pendo la namna gani hili ambalo Mungu ametupenda, ametuita kuwa wana. Ni pendo la namna gani? Tazameni ni jinsi gani Mungu ametupenda. Ukisoma mahali pengine nakwambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Nataka nikwambie hicho unachopitia hakitafsiri upendo wa Mungu maishani mwako. Mungu upendo wake bado ni mkubwa. Kama alikubali kumtoa mwanawe Kristo Yesu kwa ajili ya maisha yako ya rohoni pamoja na mwilini, hawezi akashindwa kukupa fedha, hawezi akashindwa kukupa mahusiano yaliyo bora, hawezi kushindwa kukupa huduma iliyo njema, hawezi kushindwa kukuponya magonjwa yako, hawezi kushindwa kukuinua, hawezi kushindwa kukurudisha tena kwenye uhai wako, hawezi kushindwa kukuinua kwenye hicho kiti ambacho umekaa, whether spiritual or physical. Mungu hawezi kushindwa. Nataka nikuambie kwamba katika hiyo hali ambayo unaona kabisa kwamba hapa ninakata tamaa, hapa imeshindikana kabisa, unaona kabisa sitaweza, nataka nikuambie kwamba tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Mungu anakutia nguvu, unainuka tena. Mungu atakutia nguvu, utainuka tena. Usiogope. Usiogope. Mungu anakutia nguvu. Mungu yuko kukusaidia. Na Mungu wetu anajua namna ya kuwasaidia wanadamu.
na Mungu wetu anajua namna ya kuwasaidia wanadamu. Kinachotakiwa, anza kuita nuru maishani mwako, anza kuita nuru maishani mwako, anza kuita nuru. Mungu ataifanya ionekane kwenye maisha yako. Anza kutamka nuru katika kila mazingira. Unaona kabisa, hapa ninashindwa, hapa ninashindwa, ninahitaji msaada wa Mungu. Anza kutamka nuru. Haijalishi umerudia mara ngapi, haijalishi umeshindwa mara ngapi, tamka nuru, alafu rudi tena ukafanye. Kama ni interview, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni chochote kile ambacho wewe unamhitaji Mungu kwacho, nataka nikwambie, tamka nuru, jitamkie nuru, then uende ukafanye. Mungu atakusaidia. Mungu yuko pale kukusaidia. Anasema upitapo kwenye maji mengi hayatakugharikisha. Nataka nikwambie, maji mengi ya uchumi hayatakugharikisha. Bwana atakufanyia njia, Bwana atakufanyia mlango. Ita nuru, muite Bwana, muonyeshe kwamba unamtegemea na Mungu hatakuangusha. Anasema mwimbaji wa Zaburi anasema kwamba nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nataka nikwambie, kumkimbilia Bwana umeiepuka aibu ya maisha. Hata kama saizi unaona kitu akieno, huyu anaongea nini, angejua hali iliyopo hapa. Nataka nikwambie kabisa kwamba Mungu ni mkubwa zaidi ya hicho kitu. That is why anasema kwamba yeye ni mkuu kuliko aliyeko duniani. Anaweza kufanya mambo makubwa, anaweza kufanya mambo makuu. Kama utamwamini, kama utamtegemea, atakusaidia. Mungu yupo kukusaidia, yupo tayari kukuinua tena, yupo tayari kukupa nguvu tena. Mpe nafasi, muamini tena, inuka tena. Mungu atafanya nuru katika maisha yako. Amen.